Nataka you join me as we celebrate Jesus for his goodness. Hallelujah. Raise your voice, celebrate Jesus. I know you can do better than that. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Kwa wale ambao ni wageni, karibuni sana. Kuna kijifurusi imeandikwa The Apostles' Creed. Unaweza ichukua, we confess together because this is what we believe in. Na naamini ya kwamba by confessing inafanyika kuwa sehemu ya maisha yetu. Hallelujah. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the power of the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered at Pontius Pilate, was crucified, died and was buried. He descended into hell, and on that day he rose again. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the universal eternal church of Christ, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. This is what I believe, so I celebrate Jesus. Tunaweza keti. Asanteni sana. Hamjambo lakini. Hey, Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Nimefurahi sana kuwaona asubuhi hii, nikijua kwamba it has been a week and God amekuwa so gracious kwako na kwangu, na hivyo namtukuza kwa sababu ya fadhili zake na wema wake. Kwa wale ambao ni wageni, naitwa Pastor Thuo Waweru. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. This is New Morning Christian Fellowship, juu chini ya mchungaji wetu our senior pastor ambaye ako Marekani, naitwa Reverend Henry Waweru. Hivyo tunamtukuza Bwana kwa sababu ya wema wake na fadhili zake. Again, I'm so grateful to see each one of you. Karibuni wageni sana. Tutawapea nafasi ya kusalimiana hatimaye baada ya ibada. Kwa hivyo usitoke, na naamini ya kwamba God is gracious. Kabla hatuonjaomba, nataka tuende in the book of Psalm 85 and verses 6. Zaburi 85 mstari wake wa 6. Psalm 85 and verses 6. Zaburi 85 mstari wake wa 6. Let's begin with verse 5. NIV rendering inasema hivi: will you, na tumefika hapo kweli? Okay, Psalm 85, 5 and 6 inasema, will you be angry with us forever? Will you prolong your anger through all generations? Verse 6. Will you not revive us again, that your people may rejoice in you? Hebu tusome kama wasomi kwa pamoja. Will you not revive us again, that your people may rejoice in you? That's a question. Verses 7. Show us your unfailing love, O Lord, and grant us your salvation. Let's go in the book of Habakkuk. Niliwaambia wazungu wanaita kitabu cha Habakkuk aje? Niliwaambia wanaitamkaje? Hey, Bwana asifiwe. Wanaitanga Habakkuk. So I don't know about you, lakini sisi tunaitanga Habakkuk tu. Ni Habakkuk Habakkuk chapter 3. Siku yenye utaenda Marekani, wewe usiita Habakkuk, uita Habaka, wataelewa. So kuna time nilikuwa na karimani ya mzungu tukiwa Malala, and because we are going through the books of the Bible, hey, wacha aseme Habaka, nilitafuta kwa mbongo mpaka ilikuwa kali. So kutoka hiyo siku sitasahau. This is what the Bible says, a prayer of Habakkuk the prophet on Sigionoth. Verses 2. That is Habakkuk chapter 3 verses 1 and 2. Lord, I have heard of your fame. I stand in awe of your deeds, O Lord.
revive them. Other version uses renew them in our day. In our time, make it them known. In wrath, remember mercy. May we pray. Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, mara tena mchana wa leo tunalitukuza jina lako. Sijasikia na sitarajii kuona wakati nyumba ya Yakobo imekusanyika ya kwamba umewakusanyisha bure. It is not in vain that we have gathered today. Na Bwana, leo hii najua ya kwamba kila mmoja wetu tumekuja na matarajio tofauti, na kama venye umesema katika neno lako ya kwamba matarajio ya wenye haki haitatupiliwa. Na leo hii Bwana, mimi kama mchungaji ningeulizwa, ningekutana na matarajio ya watu binafsi, but because I'm limited and you are not, may your word that you have imparted into my soul reach them, O God, and meet with their expectations, O God. Wacha neno lako likutane na matarajio yao. There was a time you, Jesus, you visited the house of Peter, and the Bible says their Martha alikuwako mgonjwa. Ukakutana na matarajio yake ukamponya, na hukuachia pale. Waliokuja kule ambao hawakuwa na imani, bado ukakutana na matarajio yao ukainua imani yao. Waliokuwa wamekuja ili wakuone kile ambacho unafanya, waende wakisema, bado ulikutana na matarajio yao. Hata sisi Bwana, leo hii tumekuja na matarajio tofauti, but your word is equalizer. It meets with all our expectations. And oh God, as you do this, receive all the glory, receive all the honor. Speak to us, oh God, for we are reasoning. For this our prayer in Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah. Our word today is principles for revival. Principles for revival. Principles for revival. And today nataka kuanzia ibada ama neno la leo kwa kuwauliza maswali. Are you ready to answer? Yeah, si tumetarajia kujibu yenye tuko na uwezo. Yeah, si ni kweli? And the first question that naleta kwenu ni hili. How many of you know we need revival? Chanirudie kwa Swahili. Ni wangapi katika nyumba hii wote tunajua tunahitaji revival? All of us, we need revival. Si ni kweli? The second question. How many of us want a revival? Yes, all of us. The question number 3 is, how many know what a revival is? Ni wangapi wanajua ufifio ni nini? Unajua ukijibu nitakuita hapa upreach. Hawezi kuwa na jibu yenye hawezi sema. Si tunahitaji ufifio. So revival is not hiyo notion iko kwa mawazo yetu siku 3 za ufifio. Revival should and must be our lifestyle. Lakini wapendwa, wacha niwaambie, to maintain a revival lifestyle, it takes devotion, commitment, discipline na mambo kadhaa ambayo
hii mili yetu haipendangi. Hallelujah. Sasa nikuje kwa swali la 4. How many of you have ever experienced a little revival? Mimi, I can tell you for a fact. Okay. Staki sasa nitasemaje? Nini jue few. Ngai nĩ kũrĩ hĩndĩ anjaragĩria na iroto life na kikahinga. Nĩ kũrĩ hĩndĩ Ngai amenyithagia maũndũ playo ta mĩeri 3 kana 6 ĩgũka. Garota today, a clear picture, the program, the everything. Odocio kahiga gathithukira ndeikinya ria gatatu thiete kuhingia kiria ndonete. A good example, 2003 2 or 3 ndio nilikuwa kitu mwaka wa 3 katika wokovu, kwa kijana barabara. And prior to my first conference ya national ya church, hata sikuwa najua nini inaitwa conference, sikuwa nimeenda there before, lakini ilikuwa inafanyiwa uko Wanjohi. And I can tell you for a fact, this was the dream. Siku moja utaenda Ufifio hiyo conference, na kutakuwa na baridi sana, hivi ubebe blanketi. Lakini katika doto niliona nikiwa nimesahau mpaka blanketi. And miezi ikakuja, doto ikaelezewa, kile gyote kikahujwa, nilikuwa na information. Na kwa sababu haiku inafanyika next day, no next week, ilikuwa within a span of months, sema hiyo mambo kuisha. Do you know, I realized the dream yenye nilikuwa nimeota wakati tumemaliza ufifio wa saa 3:30 saa 4. Saa ni wakati wa kuenda kulala na hakuna blanketi. That is number 1. Karibu nimchukie Mungu. Because I can tell you for a fact, Wanjohi, si kuna kuwaka na baridi. Huo usiku tulijaribu kukaa kwa moto, haifanyi. Hakuna kijana abebeba blanketi. Ati watu hawakuambiwa kwa chachi yetu, na tumekuja blanketi hakuna, kuna baridi. Kabla sijakumbuka kile ambacho Mungu alininenea, tulienda tukajiskanya kwa kona ya class, sema kukurwa na baridi. Asubuhi ilipofika nikasikia ndege by 6 akiimba wimbo. Mungu akanikumbusha, do you remember? Hedio waro tiridagu kiriria na kanyoni kau gikwira ni gugathi 1 2 3 4 dakwira goguo nigetha hedio uhoere na mugakua mirengeti. No weli no ene ndoyo. There was a time I experienced what we call revival, when my inner man was aware. Ningekaa hivyo jigue kwa mlango ya kanisa, kuna mtu fulani anakuja na anakaa hivi na anaongea hii na hii na hii. Otahedio jikareta wapi ngegwa muruga kwa guthagu gathi kuhingura the description ya huyo mtu ndio huyo. Hata kabla hajaniambia najua kile ambacho ananiambia. Tajuria ikana ndeto cio no ihanikaga umuthi ni ndi uria gwathi. I don't know. Niko korwa sincere sijui. Umuthi uyu ayai naweza tokea watu na jambo tu haiko kwa mbongo kana ni uleli. Bwana asifiwe. Ni nini ile happen? There was a time
lifestyle ya maombezi tulikuwa nayo daily kutoka 4 mpaka 6 daily, kalenda mzima without missing one. And ladies and gentlemen, siwezi kawaambia kile ambacho nilikuwa naombea kwa masaa 3 kutoka saa 9 mpaka saa 11 ama 6. I don't know. But ikiwa tutakuwa believers of change and exploit, ikiwa mambo mengine yote ya asilia tunaitilia maanani, iwe kazi, ulezi, biashara, lazima basi when it comes to revival and in our case walking in the newness, tuangalie. Maana tusipoangalia, we are going to miss many encounters in life. Hallelujah. You know, there is this word of God that says, hakuna siku Mungu atafanya jambo lolote kabla hajafunuria watumishi wake ambao ni nabii. Oh Jesus, I'm saying there is a word that says, kaida hithaga dudu dugata ciake iria nabii. In our mind we tend to think that is meant for pastors and prophets. No at all. In Christ Jesus we are prophets, we are apostles, we are pastors, we are everything in Christ Jesus. Simply, hakuna jambo linafaa kufanyika either kwako binafsi ama kwa kile ambacho kimekuzingira ama kwa church ikiwa hajakuambia. If God used to pay a visit Adam at the cool of the day daily, saa 9 ndio huyu amekuja, mwatida atia na Adam, umeshidaje, ni muride raji. That is God paying them a visit daily in the Garden of Eden, mpaka at some point akawa wamechange their allegiance, akawakutilia, akauliza, Adam, where are you? Because the praise, angalia na huku, the praise ambayo yatupasa kumuona na mahali ambako alikuwa anatuona, alipokuja hiyo siku akapata wameondoka. Si ati Mungu hakuwa anajua wameondoka. Akawauliza, kwani mlifanya nini? Wakasema tuko uchi. Wakaulizwa na Mungu, ni nani aliwaambia mko uchi? Wakaanza blame game. Because God, from the word God, ladies and gentlemen, alitarajia tuwe na uhusiano na ushirika, kwa sababu inapofika kwa manabii na watu wake, hakuna jambo ambalo atalifanya katika siri. Hallelujah. Biblia inasema ya kwamba to Moses, na niliwaambia Sunday 3 zimepita, Biblia inasema ya kwamba kawaita Haroni na Huru, not Aaron and Miriam. Akawaambia, this is the case, when it comes to prophets, I speak to them in visions and in dreams, lakini inapofika kwa mtumishi wangu Musa, siongeangi katika parables nor in riddles. I speak to him directly. Ndio maana Musa alikuwa anasema ya kwamba to Moses, I know the way of the Lord, but to the Israelites they know about the ways of God. Ladies and gentlemen, si kitu kingumu, tunafaa tu kurejelea our lifestyle, then the rest is a history. Ni urumuno, ni vibaya sana as a young person, ni urumuno. You know, sometimes God is gracious. Ama ni mimi nilifanyika kichwa gumu. You know, kuna siku Mungu alikuwa amenitumania katika ndoto. But nikuri kiroto ugiro ule kanisa. Kuna ndoto unaweza ambiwa upote kanisa. Si ni kweli? Sasa mchungaji akaletoa ndoto. Badala niambie mapema,
Unangojea wakati ndoto imenisukuma mbio mbio kutimia ndio anakuja, na nilikuwa nimeota. Lakini nikaona nikikuambia taachana na Mungu. Bado hiyo miaka. By the way giajerie kiroto kiu na ndaurire. Auganitha ndingiathomire. I was blinded. Nilikuwa nimepofushwa na mambo to an extent, even if the dream could be interpreted with the clarity, I was not ready to receive it. Maybe ndio maana Mungu alisema si nilikutumainia ukakataa. Lakini consequences haikuwa rahisi. It took the heart of God, the same God kunikomboa. What I'm saying, there is nothing God will do before aambie mtumishi wake. Kinyala isitulete kia. Yaani Mungu anakupenda hivi kwamba hakuna jambo lolote, hakuna neno lake juu ya maisha yako amesema atakuja kutimiza ama anapanga kutimiza kabla hajakwambia. Kuna one of the woman alikuja kwa afisi akaniambia, do you know Mungu aliniambia miaka yenye nitakufa nayo? Nikarudia, do you know miaka yenye Mungu ameniambia nitakufa nayo? Ngai niajerire miaka eno ni ugakua nao, ndugakua utakinyetie no. Na huwa ananiambia siku moja akawa anasemekana kuna a major surgery anafanywa. Akaambiwa na daktari everything. Akaambiwa hii tunatarajianga hii ama hii. Alipopelekwa kwa hiyo kitanda ya surgery, daktari anamwambia hii. The woman anamwambia, you know, kujua na juu, I know with clarity I will not die, because I know the years zenye Mungu aliniambia atakaa na mimi. Bwana asifiwe. Ndio ni adoi kana kukumakia radio miakere mego turai, but this is great. I'm saying revival should and must be our lifestyle. Tunapozungumzia kuhusu injili ya ufifio, kwa nini tunaizungumza in the first place? Twenda tururumukio niki? Twenda katuriukio niki? Twenda tutwike revived niki? Uria your neighbor urenda kururumukio niki? Why do you need revival? Why are we learning about the principles for revival? Bona tunahitaji ufifio. I don't know whether your answer is as good as mine, because God anajua our present condition. Ndugikorwo gifatara uriukio akorwo fast ndukwite. Ndugikorwo gifatara kururumukio akorwo fast ndukomete toro. Niguo hawezi kuna hitaji oh God revive me agikorwo in the first place haujalala usingizi wa kiroho. Hawezi. We need revival because each one of us na agikorwo ti hore Ngai aroke gosho tulijipata venye Mungu alikuwa anatuzungumzia, we no longer hearken to his voice. Venye tulikuwa tunaomba kwa wepesi imekuwa kazi gari. Venye tulikuwa tunajitolea imekuwa ngumu, na hasa ishara moja ya kudhihirisha ya kwamba you need revival, it is on how you trust in God. Ulia wehokaga Ngai. It tells you need revival. Now where we have read, this is the psalmist anaandika na kusema ya kwamba, oh Lord, will you not revive us again? Inasema ya kwamba verses 5, will you be angry with us forever? Will you prolong your anger? Egai kogutura we murakaru ginya tene. And the second question is,
Will you prolong your anger? Kai ugithie na mbere kuongerera matuko maku maguturakarira. And the Bible says through all generations, urenda kujira Ngai ni thini wa njiarwa ciothe. Will your anger be prolonged through all generations? The psalmist is asking God, kai Ngai ugutura turakareire tene na tene. Ni kwa sababu, ladies and gentlemen, itapofika kwa revival, it is where we call for introspection. It is where we examine ourselves. Tukaita mshamani tukoria, kwani Mungu umetugadhabikia onokorwo ni ugiturakarire kai ugitura turakarire tene na tene. Hallelujah. Why? Kila wamala wakati ushirika wetu na Mungu umeenda chini, hauko sababa tutimenyaga maundu maria maratukora kana maria maratuligishiria. Hili riothe bara ciarahuka, men have a tendency to take that blame and put it to God. Makauga Ngai ni amarakarire, lakini Mungu haja kugadhabikia bure. Ni wao wametoka katika njia zake, ni wao wanahitaji revival. Because the moment you are revived, utakuja kujua kwamba God will not prolong his anger to generations. Hallelujah. Lakini wakati haujakuwa revived, kila mara adui atapointi kwako, it is your brain, it is God brain. Amekukasirikia. Nani alikwambia? Mungu kama amekukasirishia, datoraga turakareire tene na tene. In his anger he remember mercies. Hallelujah. And so the Bible says, verse 6, will you not revive us again? Hey guy, why? The first principle, tunapoongea kuhusu principles for revival, ladies and gentlemen, we cannot manufacture revival. Revival is God initiative. Tunapozungumzia kuhusu ufifio, yatupasa kujua kwamba to be revived, we cannot manufacture as men. Hawezi jiambia sasa I'm revived, so I need revival. No, it is God initiative. Why? He is the source of life. Tukiwa tunapozungumzia kuhusu the newness, in the first place he is the one who gave us this newness. Ikiwa tunaongea kuhusu revival, ndiye anasemanga ya kwamba behold, those who are in Christ Jesus now are new creation. Hakuna kiumbe kipya tulijiletea. Ni yeye in the first place aliona our status and our condition, akatukujia mahali ambako tuliko, akatuambia kwamba I'm doing substitute, na kutolea hii maisha ya kale na kupachika mengine na mapya. Tunapozungumzia kuhusu revival, jambo la kwanza, we cannot manufacture revival. Revival is God initiative. Inaanzianga na Mungu. That is why the psalmist anauliza, Lord, will you not revive us again? Guy, if revival is easy, hivyo tunafikirianga each one of us in this house to get revived, but it is not easy. It begins with God. It is God who revive us. Hallelujah. Let me show you. In the book of Ezekiel 37:4 and 5. That's scripture we know. Some of us maybe. Ezekiel 37 and verses 5. It speaks about the valley of dry bones. Let's go there. We are almost to Koreta day. Tunahitaji ufifio. Lakini wapendwa, have you ever experienced ufifio? Na ikiwa ushai experience, what happened? Do you need it right now? Yes. God is more than willing to revive us. Hallelujah. Ezekiel 37 verses 4 and 5. Then he said to me, prophesy to these bones and say to them, dry bones, hear the word of God. This is what the sovereign Lord says to these bones. I will make, number one, breath.
revival is all about spiritual life. God is the source of revival. If the dry bones will live again, if the dry bones lived again, it took the breath of God, the life, the ruach, the breath of God. Bibi nasema ya kwamba I will make breath enter you and you will come to life. I will attach tendons to you and make flesh come upon you, cover you with a skin. I'll put breath in you and you will come to life. Then you will know that I am the Lord. Nitaweka uhai wangu. Like in the first place, Adam alipoumbwa kutoka kwa mchanga na udogo. Biblia inasema ya kwamba and God breathed his ruach, his life. And ladies and gentlemen, when we received Christ, the Bible says we are new creation. That new creation is the breath of life that we received from Calvary. It is not our own initiative. In fact, ikiwa tuta maintain na tubaki katika ufifio, we need to be pointed to the cross of our Lord Jesus Christ. Because that is where we receive strength and power to live again. Again, ladies and gentlemen, we cannot manufacture revival. Do I know the state of your spiritual life as a pastor? Sinaweza kuwa nadanganyana. Sinaweza kuwa nimesimama hapa na waambia mutire na uriokio na mwenaguo, maybe ni Italy. Oh Jesus. Okay. I'm asking. Sinaweza kuwa nasema hamuombi na ni mimi siombi. Si ni ukweli? Kai motu gatili yale super. Akunanga. Unaweza kuwa una impose something kwa watu ili hali ni wewe. Sasa nilikuwa nataka kusema nini? Because we cannot manufacture nyuma, kwa sababu if it is manufactured in the office of a pastor, damurege mweterera hari orosini mukigira uria we no riukio no rio tari ngamuhe kilo 5 na riu ningi undu no ndimuhe kilo 5 no akorwo Ngai arenda mukorwo na kilo 10. Jesus, no ndimune 5 akimarendwo makorwo na kilo 3. That is what we are saying. We are not the manufacturer. God initiate revival. Ngai no warurumukagia ndulitare. Will you not, Lord, revive us again? Finally, the second key word in Psalm 85 and verse 6 is that word again. Tell your neighbor again. Will you not, Lord, revive us again? Why? Nikurehedi twali ariukie. Nikurehedi twarurumukite. Nikurehedi twali na uriukio. Tuti uria gwathi. Nikumia ngoro ukakuigua iroto cia Ngai. Na we heo ya wacho ugasemania na ruturouga atiriri Ngai, here we are. Hindi yo yari hindi yo tuiguire tha ni tondu tuendapo kusini ama kaskazini, either we head to north, east, south, wherever we go, we know at the end of the day, unless you revive us, there is nothing, there is nowhere, there is no man who can revive us. Simply, God, may you revive us again. Hallelujah. And if in the past you have revived us again and again and again, and we found ourselves bado tunarudi nyuma, again we come to you because we know you are the only one who can revive us again.
na ngoma ne ari mutigo wa kwera ru ngithie ku kwa Ngai gutiri uriukio waku tigarita njukire ndimwire ona ungicoka gwake maita igana rimwe kwina uriukio waku thiini wa ritwa ria Jesu. Bwana asifiwe. You can pray again, you can intercede again, you can love again, you can forgive again, you can be awakened again. Why? God is not the respecter of faces. He can revive you. No akuriukirita ringi thiini wa ritwa ria Jesu. Hallelujah. So the light anasema ya kwamba, will you not revive us again? Yes, God is more than willing to revive us again. Will you, Lord, not revive us again? Guy, they told to Lulumokie literally. Finally, for today, how many of you have ever experienced a real revival? We have ever experienced it. Because the day we received Christ, the day you received Christ. Hallelujah. Kwa hanagate. Uliambia mama yako umeokoka? Do you know, huwa nawaambia dadangu, for the first time kuigua mundu wa githioma, guthioma piga ndimi. Those years ni my grandpa alikuwa ametuacha, kutuacha literally. So dadangu alikuwa ameokokea Nairobi. So akaja maombolezi. I can tell you for a fact that late usiku saa 3 kahua ini, if I can recall, dahoire less than 4 hours. If I can recall loud, ginya ndothe makarigo kaya gurukire ari ndegwa mama kiuga atire ingirire dini ya mai mai guy aliingia dini ya majimi. Hiyo haikuwa mchezo, wanaombaga hivyo. And mamangu, you know, mamangu ni wale watu wa utani wakati mwingine. There was a time the Church of Disciple walikuwa wameleta crusade. Huwa nawaambia hiyo. Wakaweka speaker katika kijiji chetu. And you know, I can tell you, when I was a boy, nilikuwa najua kila conference yenye inakuja katika kijiji chetu. I was good at leading those posters. And one day tukiwa hapo jikoni, tuliko ine gigwa mami ya jerate, unasikia hizo nyimbo zenye zimeanza kuvutwa, ni roho ya kuego. And the next minute wanaomba mpaka kijiji kinasimama imara. It's revival. What happened? We can influence our children. We can influence neighbors. We can influence our workmates. But it takes a revived person to change the atmosphere. Not an average one. Not a religious one. Not a person who is oriented na mambo ya religion. Ako average. Usiona ago madaje tisa. But ladies and gentlemen, we need to be revived. All what happened? Nini ili happen? Hizo siku venye ufanya maombezi. And finally, maana tutaendelea kutoka hapo on Sunday. The second principle ya kwanza tumesema, it is God initiative. The second one, we are revived first and foremost by understanding where we are presently. Matters spiritual. Tuliukagio ni kuita musamani. Okay, uli atiriri. The day do uliukio. They had today. Where am I today? At the rate of 1 to 10, where am I? If revival is a lifestyle, where am I? That is why the psalmist aliandika na kusema, oh, kwani Mungu umetukasirikia?
Na hata kama umetukasirikia, kwani utakatukasirikia milele? Number one, they were declining, they were going down. Kajita mkutano, this is not good. Inaonekana Mungu ametu gaidage turakarira gutari gitu. Then in the book of Habakkuk, the Bible says, Lord, I have heard of your faith. Danaigua gumoya, I know it. Revive it, renew it in our days. Rurumukia uo wekite matuko-ini mai. Simply, twethima as Israelites, we can tell kile tutigetwo nakio ni gumo. Oh Jesus, ni gumo ya wajohi na he yono gumo ria ndigetwo. Kiria tutigetwo nakio mwathani ni gumo yo ria wekaga matuko macio. Kuna mtu ati alienda church akasikia hata hiyo church inasema mtabarikiwa, Mungu atakuja kuwatembelea, Mungu atawainua. Ati akatoka, maana alikuwa ameenda all churches, akaona the same song, the same trend. Naona nakumatire maserero, nakumatire mokero, nakumatire marathimo, nakumatire mahingũrĩrwo mĩrango, nakumatire mahonio, na kundigũthie. Oh Jesus, nimukurathimwo, amen. Nimugutemerwo njira, amen. Nimukuhingũrĩrwo mĩrango, amen. Nimukwambarario, amen. Akĩigua ucio no ũrĩa wa nĩimba no ũndũ ũmwe, Ngai wao ndarĩoka ona kundigũthie. The Bible says we have heard of you. Tuiguĩte na twanaigua ngumo ya. My desire as Habakkuk is revive us. Rurumukia wira waku matuko matanathirĩrĩkĩra before the days ends. We need to see it. Lakini this tell us Habakkuk alijua their spiritual condition presently. Matigetwo in the cluster ya kugana ũrĩa Ngai ekaga na ũrĩa ekaga. Rurumukia thĩinĩ wa matuko maitũ. Maũndũ macio wekaga ũtwĩkĩre ona ithuĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Reke tũrũgame twĩre Ngai atũrurumukie itarĩngĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Each one of us tũbatiĩ kuhana ta hĩndĩ ya Samson. Biblia yugaga atĩ akĩnyitithania mĩting'o ya foxes igĩcina ngano ya Afilisti. Each one of us, achana na hiyo ya Wafilisti. Each one of us yatupasa kuwa like in the book of Acts of Apostles, where the Bible says, and the 12 walikuwa on the upper house, and the Bible says the tongues of fire ikaangukia kila mmoja wao, and watu wakazunguka kuwasikiza. Waliposikiza wakaulizwa, si tunajua tu hao ni Wayahudi, kwa nini tunasikia hizo lugha tofauti? Haiongeangi kuhusu dini, hapana, inaongeanga kuhusu lugha tofauti. Kasema kwamba this is strange. Ladies and gentlemen, each one of us, we need this fire. We need God to revive us. Oh Lord, revive us. Niturafatara turiukio rita ringi thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. May it be your prayer this morning, this afternoon, that in the name of Jesus, Lord, revive us again, revive me again. Rurumukia wira waku. This is your work. We are surrendering ourselves unto you, for we need you to revive us again in the name of Jesus. Before even we worship the Lord with a song, raise your voice, because you are familiar with where you are, and God is so concerned with your life. Nĩeriragĩria gũtwarana nawe. Tunahitaji Bwana utufufue mara tena katika jina la Yesu. Revive us. I want to gukorwo men and women of change. I want to gukorwo an agent of change in our families, in this town, in the works where we do works, in our jobs. We need revival in the name of Jesus. Tunafaa kuwa na tofauti
katika jina la Yesu Kristo. No ndukaga thini wa kwira Ngai revive us again, tururumukie rita ringi matuko matanathirikira thini wa ritwa ria Jesu. Ikoria wekire matuko matene, menyithania ngumo yaku in our days in the mighty name of Jesus. Ithuĩ tũrĩ andũ arĩa Ngai ugaga tũrĩ arathime, nĩ ũhingũrĩte mũrango ũcio, nĩ wĩkĩte ũndũ ũcio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Where we have been down, oh God, may you revive us in the name of Jesus. We need revival in our families. As husband and wives, we need revival. As parents, we need revival. As youth, we need revival in the name of Jesus. This is your thing, oh God. We are here surrendering ourselves to you. Quicken our hearts in the mighty name of Jesus. Mwambia kuhuishe nafsi yako tena katika jina la Yesu Kristo. Revive these dear ones. Let there be a flow in the mighty name of Jesus. Flow in this house by your power, by your spirit, in the mighty name of Jesus. Flow, Lord, flow in our lives, I pray. Let there be a revival, let there be awakening in the mighty name of Jesus. Let this burden fall on us afresh in the mighty name of Jesus. Revive us again, oh God. Revive us again, oh Lord. Give us that heart, Jehovah God, the heart of worship and intercessory in the mighty name of Jesus. Where everlasting Lord, our prayer was lifestyle. Revive it again, oh God, in the mighty name of Jesus. It begin by giving us prayer life again in the mighty name of Jesus. Inaanzia kwa Bwana kutulejeshea ile moyo wa urejesho na maombezi katika jina la Yesu. Tunakuomba Bwana, turejeshe mara tena. Ni wewe uliahidi katika siku zetu that you are going to pour your Holy Spirit in our young men and women, and they are going to see visions in the name of Jesus in our days, so God, let it be known in the mighty name of Jesus. Katika siku zetu Bwana, dhihirisha hii katika jina la Yesu. If you are going to become agent of change, we need a touch from the Lord. Come on, raise your voice, tell the Lord, here we are. Here we are surrendering all unto you in the mighty name of Jesus. Oh Jesus, we love you and we bless your name, oh God, for you are precious beyond description in the mighty name of Jesus. Here we are, Lord. Jesus, we are here to worship you. Oh, let your living waters flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control in every situation that has troubled my mind. All my cares and burdens unto you. I, Lord, let your living waters, let your living waters flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control. Raise your hands and sing together. In every situation that has troubled my mind, my cares to you. All my cares and burdens unto you. I call him Abba, Father, Father. We are here for we need you, Father. We are here, Father, my Father, Father, hey, Father, Father. We call you Savior, 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 Savior.
Savior, you be alone, Savior, we need you, Savior, Savior.